kilele cha siku ya maadhimisho ya 8/8. Tunazungumzia siku ya 8/8 ambapo ni tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026. Tuko Morogoro, mji kasoro bahari. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS leo hii imekuja kutimba maeneo haya ya Morogoro. Tutaswampa mtaa baada ya mtaa kuweza kuhakikisha Kijiwe Mchongo na UTT AMIS, baadhi ya watu mbalimbali, wafanya biashara, wakulima, basi wanaweza kupata elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju kuntunye kidimdimu Mwandila. Bwana, tuko Morogoro, mji kasoro bahari. Tunaelekea sasa 8/8 kwenda kuzungumza na ndugu wawekezaji na wasiokuwa wawekezaji kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Nilikwambia tulikuwa Msamvu pale ndipo tulivyokuwa tumeingia kabisa katika mji kasoro bahari. Tulikuwa roundabout pale ya Msamvu. Sasa tuko katika maonyesho ndani kabisa, maonyesho ya 8/8 ya 33 ya wakulima. Kama unavyoona nyuma banda letu la UTT AMIS, wawekezaji ni wengi wanakuja hapa kuweza kupata elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju kuntunye kidimdimu Mwandila kama nilivyokuambia, lakini sasa hapa kuna wawekezaji wengi. Mzee wangu, kidogo tupate maoni yako kidogo tu. Maoni yako kamkubwa. Habari? Salama. Kwema kabisa. Kwema. Mzee wangu sogea tu. Mimi naitwa Ali Upuju natokea UTT. Sio mzee wangu naitwa nani na mzee wangu naitwa nani? Mimi naitwa Peter Mushi natokea Arusha. Niko kwenye maonesho ya 8/8 leo hapa tarehe 7 mwaka 2026. Lakini nategemea kuona maonyesho ya Morogoro. Then kesho jioni ya leo nitaondoka kwenda kulalia Dodoma. Nitaingia maonyesho ya 8/8 ya kitaifa ili kuona jinsi gani Tanzania inaenda mbele. Kilimo kinazidi kusonga pia. Of course, kama mimi ni mkulima na nimeanza hiyo sekta ya kilimo sasa hivi nakimbiza miaka 5, lakini nategemea nitafanya mwisho wangu wa kufanya kile ambacho nategemea kukiona nimejiwekea miaka 10. Na ndio maana leo natembelea kwenye viwanja vya 8/8 kujua ni nini ambacho kimewekwa zaidi kwenye kilimo. Sasa wewe kama ni mkulima umeweza kupita katika banda letu la UTT AMIS. Sisi tunajihusisha na masuala ya uwekezaji. Hii ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha, inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Naamini unaweza ukawa umepata elimu kidogo kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Nyewe kama wakulima kuna faida kubwa hasa pale endapo mkulima labda ukiwa unapata labda kama ni faida yako akiba kwenye ukulima, si ndio? Ukasema ukiwekeza na UTT, maana yake ukija kwa sisi huku ile pesa yako inakuja inazalisha wastani wa faida ya 12% kila mwisho wa mwaka. Maana yake unaweza kukuta wewe katika kilimo chako umekuja umezalisha labda milioni 100, mfano tu. Mimi najua wenyewe matajiri wa kulima, mfano labda milioni 100. Ukasema sasa mimi natoa milioni 50 naweka UTT, ambapo ile milioni 50 baada ya miezi 12 tunazungumzia inazalisha wastani wa faida ya 12%. Sijui kuendelea. Baada ya miezi 12 nazungumzia mwaka. Kwa maana yake mwisho wa siku unaweza ukajikuta nyie kama wakulima kwenye ukulima mnapata profit, lakini vile vile kupitia uwekezaji na UTT AMIS nao mnapata profit. Naamini hapo tutakuwa tumeelewana kidogo. Nimeelewa vizuri. Kwanza UTT imekuja kuwa mkombozi. Ukizingatia watu wengi walishaweka hela zao kwenye akaunti mbalimbali, akaunti za muda mrefu, fix account ambazo hata nyingine zilikuwa zinawakata waekaji hela zao, lakini nimeangalia UTT mna vitu vingi, mna mifuko mingi na mifuko yote ina faida kwa mwekezaji. Na ndo malengo ya sisi ambao tunataka kuja kuwa baadaye masetla. Hauwezi kuwa settler kama hujatengeneza mfumo wa kuwa settler. Na mimi nakuona. Ni kweli. Huu ni nani yetu sasa? Huyo ni kaka yangu. Kamkubwa, habari yako? Nzuri bwana. Kwema kabisa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Nobert Mushi. Na wewe ni mkulima? Mimi ni mkulima. Kwa hii ni jambo la kifamilia kabisa. La kifamilia kabisa. Ni mkulima wa zao gani labda? Sisi tunalima mazao mbalimbali, matunda, mahindi. Na mmetokea wapi? Tumetokea Turiani. Turiani. Mkasema twende Morogoro tukashuhudie haya maonyesho ya 8/8 ya kuja kujifunza. Sasa tumezungumzia kuhusiana na issue ya uwekezaji na UTT AMIS. Nyewe kama wakulima unahisi inaweza ikaja ikawanufaisha nyewe kama wakulima? Tulivyoonga kwa maelekezo tuliyopata hapa, inaonekana mko vizuri sana kwenye huu mpango wa UTT. Na tulikuwa tunasikia tu matangazo lakini tulikuwa tuelewi. Sasa leo tumepata ufafanuzi hapa kidogo, tumeelewa. Basi hebu uchukua fursa hii, naamini unaweza ukaa na ndugu zenu wakulima wengi sana ambao labda UTT wao haifahamu. Kwa mfano kama mimi naweza nikasema kwamba UTT cha kwanza kabisa ni taasisi ambayo iko chini ya serikali, maana yake tunazungumzia serikali.
maana yake ndani yake kuna usalama katika huo uwekezaji. Lakini vile vile UTT katika mifuko yake ukiwekeza na sisi, maana yake unapata wastani wa faida ya 12% kila mwisho wa mwaka. Kwa hiyo maana yake ukiwekeza na UTT kuna usalama, lakini vile vile kuna faida. Umeelewa? Tuchukue fursa hii mzee wangu, hebu waambie wakulima wenzio na Watanzania kwa ujumla, rai yako ni nini? Mimi nawaambia kwamba wakulima waje wawekeze na UTT. Okay. Kwa sababu kuna usalama na kuna faida. Kuna usalama na kuna faida. Na kuna faida. Yeah. Tumalizie kwa mkulima ambaye bilionea baadaye. Hebu rai yako kwa Watanzania, wakulima na wasiokuwa wakulima, UTT. Okay, mimi nataka kuambia Watanzania wenzangu, na siongelei tu wakulima. Mimi namwongelea Mtanzania mwenye kujitambua kabisa. Na Mtanzania anayotambua kwamba yuko Tanzania. Kwanza nchi yake imemletea usalama wa kitu ambacho atakieka na atakuja kukikuta kikiwa kimeongezeka. Na washauri sana waeke hela zao, waekeze UTT ili waweze kuja kufaidika baadaye. Maana siku yote wanasema maisha sio sasa hivi, maisha ni baadaye. Kama jinsi ukikutana na mjenzi anakuambia maisha ni nyumba, mwingine anakuambia maisha ni bati, mwingine anakuambia maisha ni rangi, na nyumba ni rangi, lakini mimi naweza kuambia maisha ya baadaye ni UTT. Kwa hivyo mimi nawakaribisha Watanzania wenzangu waweze kuja kuwekeza. Mimi mwenyewe naanza kesho brother. Shukrani. Nimeshapewa namba na vipeperushi. Rafael ameshaniandikia hapa. Kesho nitaenda nani CRDB Bank, nitaenda kufanya mambo. Sema. Huyu ni mama? Mamangu. Ni mama. Mama, shikamoo. Marhaba. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Hongera kuja katika maonyesho ya wakulima. Asante. Wewe ni mkulima mama? Mimi mkulima. Mkulima wa zao gani? Vyote. Vyote unalima mama? Mimi nalima. Ni mkazi wa hapa Morogoro mama? Hapana, mimi ni mgeni. Ni mgeni. Umekuja special kwa ajili ya haya maonyesho tu? Okay. Mama, umetoka katika banda letu la UTT AMIS kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Tuko na dada yetu hapo, unaitwa nani kwanza? Veronica Mgani. Veronica. Vero naye mkulima? Hapana. Au wewe unafuata nyayo za mama, unataka kuibia? Hapana, mimi sio mkulima. Wewe sio mkulima? Okay, sawa, umemsindikiza mama. Tumekuja tulikuwa tunatafuta UTT. UTT. Okay, sawa. Wewe UTT ushawahi kusikia au ni mara kwanza leo? Nimewahi kuisikia. Inahusika masuala ya uwekezaji, sio? Ndio. Lakini hujawahi kuwekeza bado? Bado. Mama, ushawahi kusikia UTT? Sijawahi kusikia. Hujawahi kusikia? Ndio. Kwa Vero akakwambia tuingie mule ndani lakini tutafute banda. Ndio. Okay, labda na mimi ni wadokezee tena. Najua pale mshahara. Mama, UTT AMIS ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha ambayo inajihusisha masuala ya uwekezaji. Uwekezaji mama, maana yake ni kwamba unachukua pesa yako, unawekeza labda UTT katika hiyo taasisi ya serikali hii hapa UTT. Maana yake ile pesa yako inazalisha faida. Kuweka hela mama, labda si mkulima, ushapata hela zako zile za mazao yako, milioni 200 za mavuno. Vile unajua inakuwa milioni 200 300. Milioni 200 mfano, si ndio mama? Ukishaichukua ile unaiweka ndani au kuna sehemu unaipeleka, ambapo ile hela ukiiweka sehemu isipozalisha faida kule ni kuweka, sio kuwekeza. Kuwekeza maana yake unachukua pesa yako unaileta UTT, ile pesa yako mama inakuzalishia faida. Unaweza ukajikuta Vero baada ya mwaka, mfano mama ameweka milioni 100, baada ya mwaka UTT haitokuwa tena milioni 100, itazalisha faida wastani wa 12% kila baada ya miezi 12 ya ile pesa yako ambayo uliweka. Kwa maana yake mama, katika hii sisi mifuko yetu iko 6, ni mifuko salama kwa sababu ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha. Kwa mama, hii sio taasisi kama zile za kipindi hiko, kuna watu wamechukua pesa yao wamekimbia. Hapana. Ukisikia serikali maana yake ni uhakika na usalama. Sio, umeelewa mama? Leo hii wewe umeweka hela UTT. Velo kuna mtu uko kumwambia, "Mama, wale sio," kaja naye kakwambia. UTT sisi unaweza ukatoa pesa yako muda wote. Hatuingangani. Pesa muda wote, ndani ya siku 3 za kazi au ndani ya siku 10 za kazi, pesa yako unaweza kuitoa. Ili ujue kwamba sisi ni watu ambao tumenyooka mamangu. Kwa mamangu mimi najua umeweza kupata elimu kidogo na dada yangu Velo mmepata. Dada yangu Velo alikuwa anaitaka UTT, amefika hapa katika banda letu hapa Morogoro. Kikubwa mama, wekeza na UTT, utakuja utaona faida. Mimi nakwambia mama, huku endelea kulima. Ukipata ile faida yako chukua kidogo tu. Sio umepata milioni 100, chukua hata milioni 30, weka UTT. Angalia baada ya miezi 12 ile milioni 30 sio milioni 30 tena. Yaani leo hii wewe Velo unachukua 10,000 umeiweka ndani, si ndivyo? Baada ya mwaka ile 10,000 itatoka vile vile, si ndivyo? Na inaweza ikawa imeshuka thamani. Umeelewa? Lakini UTT sisi tunaongeza thamani ya pesa yako. Umeelewa? Vero, leo hii kuna ndugu zako wanakusikiliza kupitia Kijiwe Mchongo hapa na UTT.
wewe unajua UTT kidogo tu na unajua hata faida zake. Mimi leo ukiniuliza UTT faida zake ni zipi? Kwanza kabisa maana yake inakufikishia malengo yako. Mama unataka kujenga, si ndio? Hela unataka kujenga, si utaweka kidogo kidogo, si ndio? Unatafuta milioni 50, unasema kiwanja chetu kule labda cha Kilosa sio wapi, ili nijenge, maana yake niweke hela kidogo kidogo. Sasa hiyo hela kidogo kidogo weka na UTT. Unaweza ukajikuta umepata na hela fundi. Sio, umeelewa mama? Yaani wewe unatafuta milioni 50, lakini unasema mimi naenda kuwekeza na UTT. Katika hiyo milioni 50 ya kujenga tu. Lakini ukiweka hela na UTT maana yake unakuja unapata na hela ya fundi. Unaweza ukajikuta umepata milioni 65. Sio, umeelewa mamangu? Baada hata miezi 12. Vero, hebu chukua fursa hii, toa rai yako, washauri wa Tanzania, marafiki zako kuhusiana na uwekezaji na UTT AMIS. Wakaribie, waachane na hizo sehemu. Kuna sehemu zile nyewe wanadada nyewe mnalia sana. Kuna muda huu Vero analia. Inawezekana nishakwambia mama wewe acha tu, yani kile kikundi kisikitaka kusikia. Mnajua sehemu zenu zile. Hebu washauri wa Tanzania pale kusikia. Una sekunde kama 30. Kwanza nashauri kwamba wote tuje tuwekeze na UTT kwa sababu ni taasisi ya serikali. Una uhakika wa kupata kile ulichokiwekeza na kikaa kimepanda. Kwa hiyo karibuni sana. Au sivyo? Ndio. Mama naye hebu chukua fursa hii. Washauri wa mama wenzio, wakulima wenzio, mkipata hizo faida mama, mje mwekeze UTT kwa sababu hiyo faida itazalisha na faida nyingine. Yaani hiyo faida unapata kwenye ukulima, ukileta UTT na huku inakuzalishia faida nyingine. Waambie waje. Hii ni sehemu salama, taasisi ya serikali na faida unapata. Angalia pale mama Kabela. Hapa nashukuru tu kwa mawazo. Wenzangu wakulima na wafanya biashara wote karibu kwenye UTT. Karibu wajiwekeze. Waje kuwekeza. Faida wataziona. Faida wataziona mbele huko. Au sivyo? Lakini mama, mimi natarajia tukitoka hapa Vero mwambie mama awekeze. Mimi ndo nakwambia. Umshauri mama. Ndio maana nimemleta sehemu nzuri. Na akija kirudi mama nyumbani fikiria. Au sivyo mama? Sawa. Naam, kutoka Dar es Salaam niko na afisa kutokea UTT AMIS katika tawi la Morogoro. Ndugu yangu Beni, vipi? Safi. Mambo wasemaje? Asema Mungu ni mwema. Bwana, tunaona maadhimisho ya sikukuu ya wakulima yameitika. Bwana, kwa ufupi jina lako nani huku Morogoro katika tawi letu? Unaweza kutokumbe meneja, msijui watambulishe Watanzania waweze kufahamu. Yes, jina langu naitwa Benedict Rafaeli, ni afisa uendeshaji kutoka tawi la Morogoro UTT AMIS. Tupo hapa kwenye maonesho ya 88 ikiwa ni sehemu ya kuzidi kueneza injili au tunasema kueneza elimu au kuwashauri wawekezaji kuhusiana na uwekezaji wa UTT AMIS. Hicho ndicho kitu kikubwa ambacho tunakifanya sisi kwenye maonesho ya 88. Sasa Beni, mwitikio umekuwaje hasa tokea siku ya kwanza mpaka leo hii, hasa wawekezaji waliokuja hapa wengi, wakulima au wafanyabiashara tu au wageni ambao wanaokuja kuangalia maonyesho? Mwitikio ni mkubwa sana. Mwitikio ni mkubwa sana na kuna kitu kikubwa ambacho nimejifunza kwenye maonesho haya kutoka kwa wakulima. Wakulima ni watu ambao wanatengeneza pesa nyingi kwenye kilimo, lakini baada ya kutengeneza kile pesa wamekuwa wakishindwa kuimanage na kuona namna gani ya kuweza kuipangilia vizuri na kuweza kuwanufaisha. Wamekuwa ni wale watu kama wanaobeti kwamba ukilima, ukivuna, ukiuza tunarudi tena shambani. Lakini mpango sio huo. Tumekuja na kitu kizuri sana kutoka UTT AMIS kwamba lima, vuna, tuletee pesa tuizalishe pia. Kwa hiyo unazalisha kwenye kilimo lakini pia unazalisha kwenye uwekezaji. Tumekuwa na mwitikio mkubwa sana, watu wamejifunza wengi, lakini pia wakulima wengi wametembelea banda letu kuweza kupata elimu zaidi juu ya uwekezaji na kupata ushauri kutoka kwa maafisa wetu ambao tuko nao hapa kwenye maonesho ya 88. Kikubwa zaidi tunazidi kuwakaribisha na kuzidi kuwaelimisha na kuwapa ushauri zaidi kuhusiana na uwekezaji wa UTT AMIS. Beni, inawezekana haya maonyesho yatafika kikomo, lakini je, hawa watu kwa vile mpenzi mtazamaji wa Kijiwe Mchongo ambaye anatazama sisi kutokea hapa Morogoro, wangependa kuweza kufahamu location ya sisi ofisi zetu hapa katika tawi la Morogoro zinapatikana wapi? Hata hawa naamini mtakuwa vile mmewaelekeza, si ndivyo? Sawa. Yes, tunasema mwisho wa maonesho sio mwisho wa elimu ya UTT AMIS. Yes, UTT AMIS tuko Morogoro mjini, pembeni ya tumeangaliana na stendi ya zamani. Tuna jengo la National Housing au jengo la shirika la nyumba Tanzania, tuko ghorofa ya 3 pale. Ukifika tu stendi ya zamani, angalia mkono wako wa kulia au mkono wako kushoto, tumeangaliana na stendi. Jengo la National Housing tuko floor ya 3.
karibu sana UTT AMIS uweze kupata ushauri. Siku hizi hatusemi tu elimu na ushauri pia. Na ushauri siku hizi tunatoa. Yes, tunakupa elimu lakini mwisho wa elimu tunakupa na ushauri wa kitaalamu juu ya uwekezaji wa UTT AMIS. Naamini utaratibu wetu ni ule ule wa maofisini kuingia, lakini vile vile pamoja na wateja wetu, tukizungumzia wawekezaji na sio kwa wawekezaji labda katika namna ya kuja kuhitaji elimu. Tukizungumzia pale katika jengo la National Housing wawekezaji na sio kwa wawekezaji wanahitaji kuja ofisini kuweza kupata elimu, au inawezekana kuna mwingine anataka kuja kusolve changamoto yake, labda ni mwekezaji. Muda wa ofisi ni saa ngapi mpaka saa ngapi na lini mpaka lini? Yes, kwa UTT AMIS Morogoro ni kama UTT AMIS yote iliyoko Tanzania nzima. Muda ni ule ule saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni kwa siku za kazi kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Lakini kwa siku ya Jumamosi tunaendelea kutoa huduma zetu za UTT AMIS ambapo ni kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 8 mchana. Muda huo wote kazi yetu ni moja, kutoa elimu, kufungulia watu akaunti, kutoa ushauri, lakini pia kukamilisha baadhi ya taarifa za wawekezaji ambao bado walikuwa hawajakamilisha taarifa zao. Yes, hivyo ndivyo ambavyo inafanyika UTT AMIS. Okay, sasa Beni, la mwisho kabisa, rai yako kwa Watanzania, sio kwa Tanzania, vile vile duniani, kwa sababu UTT AMIS sisi tunaamini ni worldwide. Yawezekana sisi hapa tuko Morogoro, lakini kupitia Kijiwe Mchongo kuna watu wako China, wako Dubai, kuna elimu wewe unawapa hapa, si ndivyo? Yes. Rai yako kwa Watanzania na sio kwa Tanzania kuhusiana na masuala ya uwekezaji na UTT AMIS? Yes, rai yangu kwa Watanzania na wasio wa Tanzania kutoka viunga vya Morogoro, Tanzania nzima na nje ya Tanzania, kwa maana ya dunia nzima. Tuwekeze, tuache kuweka. Yaani achana na mpango wa kuweka pesa yako, badala yake wekeza ili utengeneze thamani juu ya kile ambacho umekiweka. Kwa hiyo tuwekeze badala ya kuweka. Kwa maana nyingine tuachane na mpango wa kuweka akiba, badala yake tufanye uwekezaji ili pesa iweze kufanya kazi kwa niaba yetu. Naam, hao ni baadhi ya wawekezaji, lakini vile vile kuna wengine ndio kwa mara kwanza leo hii wameweza kutembelea hapa katika banda letu la UTT AMIS kutoka katika viwanja vya maonyesho ya 88 ya 33. Mimi naitwa Ali Upuji Kuntunye Kidimdim Mwandila. Nikushukuru sana wewe ulikuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kijiwe Mchongo bwana ilitoka Dar es Salaam, imeweza kuja kutia nanga maeneo haya ya Morogoro kwa ajili ya kuweza kushuhudia vikali kabisa wakulima na wasiokuwa wakulima katika haya maonyesho ya wakulima. Je, wingi upi ambao wanaweza kaja hapa kuja kuzungumza nasi kuhusiana na masuala ya uwekezaji? Bwana, tukutane next time, lakini tutazidi kuswampa mkoa kwa mkoa. Hii sio mtaa kwa mtaa, ni mkoa kwa mkoa. Cosmas, shukrani za dhati zende kwako, au sivyo? Bye bye. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imetufikia Morogoro. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imetufikia Morogoro. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imetufikia Morogoro.